Wiki kadhaa nyuma kuna mteja wetu alichukua vifaranga kama 1200 wa kuku wa nyama. Tukamfanyia delivery mpaka nyumbani kwake na tukakuta mazingira ya utunzwaji wa vifaranga uko sawa, na maanisha kwamba brooder iko sawa, vyombo vya maji na chakula viko sawa pale. Basi akaanza na ile huduma ya kwanza, tukawaweka kuku, wakapata maji, wakapata glucose na huduma zingine zikaendelea. Sasa ilikuwa ni usiku, muda huo tumewapeleka, ilikuwa muda ya saa 2 tumempelekea nyumbani kwake. Kwa usiku huo ikawa kwamba imefika kama mida ya saa 6 akaenda kupumzika kidogo kwa kazi ambayo imefanya kwa hayo masaa. Sasa wakati ameenda akaongeza mkaa ambao ule mkaa ambao ameuongeza ulikuwa ni mkaa ambao ulikuwa na cheche. Sasa akapitwa na usingizi. Baada ya kupitwa na usingizi, kuja kuamka kwenye mida ya saa 9 akakuta banda zima limeungua moto kama mnavyoona hapa. Banda zima limeungua moto, nikimaanisha kwamba vifaranga, vyombo vya maji, vyombo vya chakula, vyote vimeungua moto. Na chanzo cha kuku kuungua moto ni ule mkaa ambao aliweka ulikuwa na cheche. Cheche zikadondokea katika maranda yakashika moto, banda likaungua kama picha zinavyoonyesha hapa. Akapoteza idadi yote ya kuku 1200 wote wakateketea. Nipende kuwakumbusha kwa wale wote ambao ndo kwanza wanaanza ufugaji wa kuku, tujitahidi kuweza kutafuta vijana ambao watakuwa makini kwenye kulea hawa vifaranga, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaweza kukusaidia kuweza kupata matokeo mazuri kama katika malezi ya vifaranga. Kwa hiyo niombe rai kwa wale wote ambao wanahitaji kuanza kufuga, tujitahidi sana kuweza kuwekeza nguvu nyingi katika malezi ya vifaranga wetu, ili mwisho wa siku tusiweze kupata hasara kubwa kama yalivyompata huyu mfugaji mwenzetu.